Ismaili alikuwa kijana maskini aliyeishi kijiji cha Kipumbwi. Kila alfajiri alienda baharini kuvua samaki kwa mtumbwi wake mdogo uliokuwa umechakaa. Maisha hayakuwa rahisi. Wavuvi wengine walikuwa na boti kubwa, lakini yeye alitegemea bahati na nguvu zake. Siku moja, akiwa peke yake baharini wakati wa machweo, aliona kitu kikimeremeta juu ya maji kama mtu akielea polepole. Alidhani ni macho yake yanamdanganya, lakini kilikuwa mwanzo wa safari ambayo ingebadilisha maisha yake milele. Ismaili alipokaribia, alimwona msichana mwenye uzuri wa ajabu. Nywele zake zililoa maji ya chumvi, macho yake yakionekana yenye utulivu wa bahari. Chini ya maji kulionekana mkia wa samaki uking'aa. Ismaili aliogopa, lakini msichana huyo alitabasamu. "Acha kuogopa," alisema kwa sauti tulivu. "Mimi naitwa Nahla." Hakukuwa na uchawi, alikuwa kiumbe wa baharini aliyeishi katika kina cha bahari, aina ya viumbe wachache waliokuwa wakiepuka wanadamu. Nahla alimweleza kuwa mara nyingi alikuwa akimwangalia Ismaili kwa sababu alikuwa tofauti na wavuvi wengine. Hakuvua samaki wadogo wala kuharibu matumbawe. Ismaili alishangaa kusikia hilo. Mazungumzo yao yalikuwa ya kawaida kama watu wawili waliokutana kwa bahati. Hakukuwa na miujiza, ni urafiki ulioanza polepole. Kuanzia siku hiyo, Ismaili alianza kurudi sehemu hile kila jioni. Kadri siku zilivyopita, urafiki wao uligeuka kuwa mapenzi ya kimya. Nahla alipenda kusikiliza ndoto za Ismaili. Alitaka kumiliki boti kubwa na kuwasaidia wavuvi wa kijiji chake. Nahla alimwambia, "Bahari ina siri nyingi na pia ina fursa kwa watu wanaoiheshimu." Alianza kumwelekeza maeneo yenye samaki wengi bila kuharibu mazingira. Ismaili akaanza kupata samaki wengi kuliko kawaida. Kupitia maarifa ya Nahla kuhusu mikondo ya bahari na sehemu salama za uvuvi, Ismaili alipata mafanikio makubwa. Aliuza samaki wengi sokoni Pangani. Baada ya miezi michache, alinunua mtumbwi mpya, akaajiri vijana wawili, akaanza biashara ya samaki. Watu kijijini walishangaa mabadiliko yake. Hakukuwa na uchawi, ilikuwa maarifa, nidhamu na bahari. Baadhi ya wavuvi walimwonea wivu. Walimfuata usiku wakitaka kujua siri yake, lakini hawakumkuta Nahla. Alikuwa akijificha mbali na macho ya wanadamu. Ismaili aliamua kulinda siri yao kwa sababu alijua dunia isingemwelewa. Nahla alimwambia ukweli. "Hatuwezi kuishi pamoja nchi kavu, lakini nitabaki sehemu ya maisha yako." Ismaili alihuzunika, lakini alielewa. Mapenzi yao hayakuwa ya kumiliki, bali kuheshimiana. Bahari ilikuwa nyumba yake. Miaka miwili baadaye, Ismaili alikuwa mfanyabiashara mkubwa wa samaki Pangani. Aliwasaidia wavuvi maskini. Aliwapa nyavu, aliwajengea soko, akaanzisha kikundi cha uvuvi salama. Kila jioni alienda baharini kimya kimya. Na mara nyingine, mbali kidogo, aliona mkia wa samaki uking'aa juu ya maji. Alitabasamu. Alijua Nahla bado anamlinda, si kwa uchawi, bali kwa upendo. Biashara ya Ismaili ilikuwa haraka kuliko mtu yeyote alivyotarajia. Malori ya barafu yalianza kufika Kipumbwi kuchukua samaki wake kwenda Tanga na hata Dar es Salaam. Watu walimuita kijana wa bahari.
Lakini umaarufu huo ulileta macho mengi zaidi juu yake. Watu wakaanza kujiuliza, aliwezaje kubadilika haraka hivi? Ismaili alibaki kimya, akijua siri yake ipo baharini. Usiku mmoja, Ismaili alirudi baharini baada ya siku nyingi za kazi. Maji yalikuwa tulivu sana. Ghafla, uso aliouzoea ukaibuka, Nahla. Lakini safari hii alionekana mwenye mawazo mengi. Aliwaeleza kuwa baadhi ya watu wameanza kuchafua bahari kwa nyavu haramu na taka. Samaki walikuwa wanapungua. Ismaili alitambua utajiri wake ungekuwa bure kama bahari ingeharibiwa. Ismaili alifanya uamuzi mkubwa. Aliwaita wavuvi wote kijijini na kupendekeza sheria mpya: kutovua samaki wadogo, kulinda matumbawe, kusafisha fukwe kila wiki. Baadhi walimcheka. Walisema anajifanya tajiri anayejua kila kitu. Lakini wachache walimuunga mkono. Wavuvi haramu walikasirika. Usiku mmoja waliharibu nyavu za Ismaili na kujaribu kumtisha ili aache kuingilia biashara yao. Ismaili hakupigana nao. Badala yake alienda kwa viongozi wa kijiji na mamlaka za uvuvi Pangani kuripoti tatizo. Polepole, sheria zikaanza kusimamiwa. Baada ya miezi kadhaa, samaki waliongezeka, maji yakawa safi, wavuvi wakaanza kupata faida zaidi. Wale waliomcheka Ismaili sasa walimshukuru. Hakuwahi kusema siri yake. Lakini kila jioni alimwambia Nahla, bahari yako sasa inalindwa. Nahla alitabasamu kwa fahari. Mapenzi yao yalizidi kuwa ya kina. Walizungumza kuhusu maisha, hofu na ndoto. Ismaili alianza kutamani angeweza kuishi karibu zaidi naye. Lakini alijua mipaka yao. Nahla alimfundisha kitu muhimu: upendo si lazima muwe sehemu moja, bali kujaliana. Siku moja, kijana mdogo wa kijiji alimfuata Ismaili kimya kimya hadi baharini. Akiwa mbali, alimuona Nahla akiongea naye juu ya maji. Kijana huyo alikimbia kijijini akisema, Ismaili anaongea na kiumbe wa baharini. Uvumi ukaanza kusambaa haraka. Drama mpya ikaanza. Nahla alipogundua watu wameanza kujua uwepo wake, alihofia usalama wake. Aliamua kupunguza kuonekana karibu na ufukwe. Ismaili alihisi pengo kubwa moyoni. Bahari ilionekana kubwa kuliko kawaida. Lakini alielewa, wakati mwingine upendo hulazimika kujificha ili uendelee kuishi. Uvumi ulienea haraka Kipumbwi. Watu walikusanyika vijiweni wakizungumza kwa sauti za chini. Ismaili ana siri, ndiyo maana anapata samaki wengi. Baadhi walihisi wivu, wengine walihisi hofu tu ya kitu wasichokielewa. Siku moja, wazee wa kijiji walimuita Ismaili kwenye mkutano wa wazi ufukweni. Mbele ya kila mtu, Ismaili aliulizwa, ni nini siri ya mafanikio yako? Alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema kwa utulivu, bahari ikiheshimiwa, inarudisha neema. Hakutaja Nahla. Alieleza kuhusu uvuvi salama, uvumilivu na nidhamu. Baadhi waliamini, baadhi hawakuridhika. Usiku huo, Nahla alikutana na Ismaili kwa huzuni. Aliogopa wanadamu wakimkamata au kumdhuru kwa sababu ya udadisi wao. Alimwambia atalazimika kuhamia kina cha mbali zaidi cha bahari kwa muda.
moyo wa Ismaili ulivunjika. Bahari ambayo zamani ilikuwa furaha, sasa ilionekana tupu. Biashara ya Ismaili iliendelea kukua. Alinunua boti kubwa ya injini, akaanzisha ghala la kuhifadhi samaki. Vijana wengi wakapata ajira. Lakini mafanikio hayakujaza pengo moyoni. Kila jioni aliangalia bahari akitumaini kumwona Nahla. Hakutokea. Msimu wa upepo mkali ulifika. Siku moja, dhoruba kali iliwakuta wavuvi baharini. Mawimbi yalikuwa makubwa kuliko kawaida. Ismaili, bila kusita, aliwaongoza wavuvi kurudi salama kwa kutumia uzoefu alioufunda miaka yote. Aliokoa maisha ya watu wengi. Kuanzia siku hiyo, kijiji kilianza kumuona si tajiri tu, bali kiongozi. Baada ya dhoruba kupita, Ismaili alirudi sehemu yao ya zamani. Alikaa kimya akitazama maji. Ghafla maji yakatikisika pole pole. Nahla alitokea tena. Alikuwa amerudi baada ya kuona jinsi Ismaili alivyoilinda jamii yake. Hakukuwa na maneno mengi. Walitabasamu tu. Wote walijua uhusiano wao haukuvunjika. Ismaili alimwambia ndoto yake mpya: kujenga kituo cha mafunzo ya uvuvi kwa vijana ili bahari iheshimiwe milele. Nahla alimkubali kwa furaha. Alijua mafanikio yake sasa yalikuwa yanawanufaisha wengi zaidi kuliko yeye mwenyewe. Miaka ilipita. Ismaili akawa mtu muhimu Pangani, si kwa pesa pekee, bali kwa moyo wake. Na kila mara, jioni tulivu, mawimbi madogo, mwanga wa machweo, mkia wa samaki uliangaza juu ya maji kwa sekunde chache. Ilikuwa ishara kwamba Nahla bado yupo. Upendo wao haukuwa wa kuishi pamoja, bali wa kuendelea kujaliana milele. Miaka michache baadaye, jina la Ismaili lilijulikana kote mkoa wa Tanga. Alifanikiwa kujenga kituo cha kisasa cha kuhifadhi samaki, darasa la kuwafundisha vijana uvuvi endelevu na soko jipya la wavuvi Kipumbwi. Vijana waliokuwa hawana kazi sasa walipata matumaini kupitia yeye. Kijiji kidogo kikaanza kubadilika kuwa kitovu cha biashara ya samaki. Siku moja viongozi na wafanyabiashara kutoka jijini walifika kumtaka Ismaili ahamie mjini kusimamia kampuni kubwa ya usafirishaji wa samaki. Ilikuwa nafasi ya maisha yake, lakini ilimaanisha kuiacha bahari ya Kipumbwi na kumwacha Nahla karibu milele. Usiku huo alikaa ufukweni akifikiria. Nahla alitokea polepole majini. Ismaili alimweleza kuhusu ofa ya mjini. Kulikuwa na ukimya mrefu. Kisha Nahla akasema kwa sauti tulivu, upendo wa kweli hauzuii ndoto. Nenda pale moyo wako unapokuita. Maneno hayo yalimuumiza, lakini pia kumpa amani. Asubuhi iliyofuata, kijiji kilikusanyika kusikia uamuzi wake. Ismaili alisema, nitaenda mjini, lakini Kipumbuki itabaki nyumbani kwangu. Nitahakikisha bahari hii inalindwa milele. Aliahidi kurudi mara kwa mara kusaidia kijiji chake. Watu walimshangilia kwa fahari. Siku ya kuondoka, Ismaili aliingia baharini kwa mara ya mwisho kabla ya safari. Alimsubiri Nahla. Alipotokea,
Hawakusema mengi. Walitazamana tu, macho yakisema kila kitu. Hakukuwa na ahadi za kurudi kila siku. Kulikuwa na kuelewana. Miaka ilipita. Ismaili akawa mfanyabiashara mkubwa nchini. Lakini kila aliporudi Pangani, alikaa ufukweni jioni ile ile. Siku moja, wakati wa machweo tulivu, maji yalitikisika kidogo. Mkia wa samaki ukaonekana uking'aa juu ya maji. Ismaili akatabasamu. Hakuhitaji ushahidi zaidi. Baadhi ya mapenzi hayaishi kwa kuishi pamoja, yanaishi kwa kumbukumbu, heshima na moyo. Bahari ya Kipumbwi iliendelea kubeba siri yao milele.